Kuna mtu ambaye anaweza akatuhumiwa kwa kesi, lakini kesi kaamuliwa baadaye akapewa haki, si ndio? Ni neno la kimahakama. Maana ya haki maana yake huyu mtu hana hukumu, hana hatia, ndio maana ya haki. Sasa hili ni neno ambalo tukisema huyu ana hatia au hana hatia, hicho kigezo katika imani yetu tunatumia kigezo gani kusema huyu hana hatia au hana hatia? Wote tunajua tulisamehewa dhambi, si ndio? Kama ambavyo Paulo amesema hapa kwamba wote wamefanya dhambi, si ndio? Na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Lakini pamoja na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, lakini wale wanaoamini wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Changamoto ya kanisa leo ni kuchanganya haki ya Mungu na matendo yao. Sasa leo nataka nikutofautishie vitu viwili. Watu wengi tukihubiri kitu swala linalohusiana na haki ya Mungu, watu wanaanza kutetea dhambi. Na tunataka watu wakaishi vyovyote vile. Lakini pia mwingine anaweza akaelewa kwamba kwa sababu amepata haki ya Mungu bure, kwa anaweza kaishi vyovyote. Wote wao wawili wanakuwa hawajielewa. Lakini ukweli ni kwamba hakuna mtu anayehesabiwa haki kwa juhudi zake mwenyewe au kwa kile kilichokifanya. Msamaha wa Mungu ni bure na haujachanganywa na chochote kile. Kwa sababu kwa habari ya kusamehewa ni Mungu mwenyewe ameamua, sio wewe umeamua. Yesu mwenyewe ndiye aliamua kutusamehe na kutupatia haki, sio sisi tuliamua. Biblia yenyewe inasema yeye alitupenda kwanza, sio sisi tulimpenda kwanza. Sasa kama yeye alitupenda kwanza, unaweza tukaitumia haki yako. Kwa hiyo changamoto ya kuchanganya haki yako ukao unajilinganisha kwamba ndio leo kufikisha hapo shida huwa inaanzia. Lakini haki ya Mungu inapatikana bure kwa kumwamini Yesu. Na kupitia haki tuliyoipata ndio tunaweza tukaishi maisha ya haki sasa. Kwa sababu haki ya Mungu, Biblia inasemaje? Neema, tumesamehewa kwa neema, tumeokolewa kwa neema. Naye atufundisha nini? Kukataa ubaya wa kila aina. Lakini inaanza neema, baadaye ndio inatukataza. Ila watu shida yao wanataka eti wajikataze ubaya, alafu wapokee neema. Ni kinyume chake hiyo unaotajibu kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Neema ukielewa vizuri yenyewe inakukataza kufanya ubaya. Kwa wale wanaozani kwamba ukipokea kwa sababu umehesabiwa haki bure unaweza kaishi vyovyote vile, unakuja elewa haki. Kwa sababu ukielewa haki vizuri itakukataza. Ni wewe msikiliza mtumishi mmoja wa Mungu akasema ujue hata swala la neema halitakukataza tu dhambi hizi za kwenye amri 10. Si unajua? Kwa sababu niliongea na siku lazima kwa mfano kuvuta sigara umeandikwa kwenye amri 10. Lakini neema inaweza kukuruhusu kufanya hivyo. Kwa sababu neema inautambua mwili wako kama hekalu, sio? Na hekalu la Mungu linaharibiwa kwa moshi wa sigara tena. Huko ni kutokuheshimu neno la Mungu. Hekalu la Mungu. Na hekalu la Mungu Biblia inasema atakayeharibu atafanyaje? Nitamharibu. Nani nitamharibu?